mguu kifundo, sababu hasa kwa nini mtoto anazaliwa na mguu kifundo mpaka sasa hivi utafiti zinaendelea kufanyika, hazijatoa sababu hasa, lakini tunasema associated factors, kwamba mtoto mwingine anazaliwa pengine kuna kipengele cha kurithi. Kwa hiyo unakuta mama na baba ambaye alikuwa na mguu kifundo, kuna chance kubwa sana kwamba mtoto akawa anazaliwa na nini, na mguu kifundo. Lakini pengine inaweza ikawa sio baba sio mama, pengine ikawa ni babu alikuwa na mguu kifundo. Kwa hiyo inawezekana pia mtoto akafanyaje, akawa amezaliwa na mguu kifundo. Na kuna watu wengine wanazaliwa na matatizo mengine ambayo sasa hapa tunaita syndromic clubfoot. Unakuta mtoto anazaliwa na pengine na mgongo wazi, ambayo sasa unaweza ukasema sasa kwenye swala hili la mgongo wazi, pengine mama hakutumia zile folic acid kwa kipindi cha miezi 3 ya mwanzo ya ujauzito. Lakini kwenye hizi ni syndromic clubfoot, mtoto anazaliwa na matatizo mengine ambayo pengine yanaambatana nini, na mguu kifundo. Lakini kwa ile uhalisia hasa kwa nini mtoto anazaliwa na mguu kifundo, kama hata kuwa na matatizo mengine hayo niliyoyataja, kwa mfano mtoto anakuwa na mgongo wazi, mtoto anakuwa na shida labda ya kuna term wanaitumia sana inaitwa cerebral palsy, ambayo hii inakuwa na mtoto ana shida labda ya utindio wa ubongo na vitu vingine kama hivyo, pengine anazaliwa na mguu kifundo, anakuwa anapata mguu kifundo. Lakini yule ambaye hana kabisa matatizo haya yote ambayo nimeyataja, anakuwa mtoto yuko sawa kabisa, lakini ni mguu tu umepinda, hiyo inaitwa idiopathic clubfoot, ambayo mpaka sasa hivi utafiti unaendelea kufanyika ili iweze kujulikana ni nini hasa mtoto anazaliwa na mguu kifundo.